Kwa hiyo nikaanza kuchukua watoto wenye uwezo wa kusoma hesabu, masomo ya science. Kwa mimi sikujali kwamba huyu ni mtoto wa nani. Mimi nilichukua kama namfahamu mtoto, nilichukua watoto wa ndugu zangu nikawapeleka shule na wamaliza vyuo, wanafali mbalimbali. Kwa hiyo hapa nilipo na timu ya watoto wengine wa kwangu, wengine wa ndugu zangu wamechukua engineering, uchumi, sheria. Kwa hapa napozungumza nina fani almost zote. Kwa tunaweza tukafanya kazi nzuri kwa sababu na maana human resources, trained people wako ndani, nimetrain mwenyewe. Kwa nikawa nimesolve tatizo hilo ambalo ndio wengi nahangaisha. Mimi sasa si wataalamu ninao hapa kwenye kampuni, ni watoto wangu. Kwa hiyo haina shida. Kwa hiyo kampuni sasa imesha establish yenyewe. Hilo lilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu unamwajiri engineer, unamlipa nini? Unakaa naye kwa muda gani? Lakini sasa hiyo imeshapita, it is solved. I got the professionals at home. Wanasheria wapo, wachumi wapo, planners wapo, maengineer wapo. Na hiyo ndio kitu kikubwa. Lakini pia nilikuwa na shida ya trained personnel kama vile mafundi umeme, wafundi rangi, wafundi ujenzi. Hawa wote tumetrain. Watu wanaotoka VETA wanakuwa wanajua theory, lakini wanapokuja huku kwangu na watrain practical na wanakuwa wazuri kabisa. Sasa nina timu almost nchi nzima, kila mahali ukinikiitwa kuna watu wanakwenda kufanya, kama ninavyosema nafanya maintenance za benki mbalimbali. Unakuta kwamba kila mahali nikiitwa wanakuwepo wanafanya. Kwa hiki ni kitu ambacho nimekuwa nacho. Hiyo changamoto pia imefadhili imesha nzima. Lakini kitu kingine ambacho kimenifikisha hapa ni kutokuwa na biashara moja. Ukiwa na biashara moja nayo ni changamoto kubwa. Kwa sababu kwa mfano kwenye ujenzi unaweza kukuta kwamba imechelewa malipo, au unafanyaje? Kwa hiyo mimi nilichofanya ni kwamba nimefungua, kama nilivyosema awali, nimefungua biashara zingine kama hardware na kujishughulisha na kilimo, kama nilivyosema na mashamba ya kutosha na ninalima mazao mbalimbali, na bado tunaanza kufanya irrigation mwaka huu kidogo na tunafanya kilimo hicho, vitu kama matunda kama matikiti maji tunaanza kulima. Kwa hiyo tunatatua hilo tatizo jingine la namna hiyo. Na nyingine iliyo ambayo imekuwa ikitupa shida kama changamoto ni namna gani unaweza ukawa na kampuni endelevu, ni namna gani? Kwa hiyo tumefanya structure ya kwenda mbele. Sasa tunachofanya tunafanya kitu kingine katika ujenzi kwa kupanua wigo, tunafanya sasa ujenzi endelevu, real estate, na yenyewe siko kwenye pipeline tayari. Tunaanza kutengeneza michoro, tunaanza kuwa tunajenga, halafu tunakuwa tunauza, na zingine tunakuwa kama quarters hivi. Kwa hiyo kwa ajili ya kufanya ile uendelevu wa ile biashara katika siku za usoni. Kwa kweli tunao mipango mingi, lakini kwa kifupi tu ndio hiyo kwamba tunatatua matatizo kulingana na jinsi ambavyo mnapoyapata, mnatafuta solution, kwa sababu hakuna kitu ambacho hakishindikani, hasa kwa mtu ambaye anamtegemea Mungu sana. Na hiki watu wengi wanadharau. Unapozungumza Mungu wanafikiri kwamba ni udini. Hapa hakuna udini. Mungu ni wa wote. Kitu chema ni hiki kwamba unamwamini Mungu na kutenda haki na kujituma sawa na maandiko yanavyosema. Kwa hiyo ndugu yangu, kwa kifupi, mafanikio yangu mpaka hapa nimepita mengi, lakini kwa ufupi sana ndio hiki.
nafikiri tumeshiba, tumekula tumeshiba. Nafikiri sasa, kijana ndugu yangu yoyote yule wa rika tofauti, umejifunza mengi sana. Amezungumzia mambo mengi, lakini pia amemgusia Mungu, na pia amegusia swala la imani. Ameanza hana chochote, sasa hivi anafanya kazi za kimataifa, na amepambana na changamoto mbalimbali, mfano mtaji, ushindani, human resource problem, na akaweza akatatua changamoto ya human resource, ni nguvu kazi, akawa ametafuta namna ya kutatua, na mpaka sasa hivi kafikia hapa. Na pia kuna kitu kimoja anasema, unaweza kufanya maendeleo kwenda mbele, lakini pia 2, ufanye maendeleo kwa kupanuka. Lakini pia engineer, amesomea engineering, lakini amesema kuwa pia anajishughulisha na kazi zingine, sio tu za professional yake. Na amesema unavyoanzisha kazi ya hizi kazi za construction, pengine zina msimu, kwa hiyo inabidi uwe una biashara 2 au 3. Wakati unasubiri kupata kazi, unapambana kupata kazi, huku unafanya kazi zingine ili uweze ku maintain wale staff wako, na kuna pia maisha yaendelee, na pia kampuni kama kampuni iendelee, iwepo. Basi nafikiri tumefikia mwisho, ila mwisho kabisa nitamuomba engineer Dedede basi atupe namba yake ya simu, na pengine unaweza ukampa kazi na yeye akakuhudumia pia, tumpe nafasi akuhudumie pia. Kwa hiyo Mr. Dedede, naomba utoe namba yako ya simu, na kwa ufupi labda ungeeleza kazi zako ambazo unaweza ukafanya katika jamii. Karibu sana. Asante. Nashukuru kwa kweli. Kabla sijatoa namba yangu ya simu, napenda tu kuwakaribisha. Pia tunatoa ushauri wa ujenzi, kwa sababu watu wengi wanafikiri kujenga ni gharama kubwa. Mimi napenda kuwaambia hivi, kununua gari ndio gharama kubwa kuliko kujenga. Japokuwa nyumba inaweza kuwa ya milioni 200, milioni 100, milioni 50, milioni 30, lakini milioni 20 na nyumba yenyewe, lakini gari inaweza kupata milioni 5, milioni 10. Siri kubwa ni hii, kwamba na watu wasiogope kujenga nyumba aina yote. Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo pale kwamba nilianza kujenga nyumba kwa milioni 30 na nikaanza kujenga ghorofa kwa milioni 1. Ulianza kujenga nyumba kwa shilingi 30? Yeah. Au milioni 30? Shilingi 30,000. Alianza kujenga nyumba hivi. Hapa tunapoongelea tupo kwenye nyumba yake ghorofa, hivi hapa tuko juu ghorofani. Nyumba hii kaanza kujenga kwa shilingi 30,000, yani shilingi 10,000 nyekundu 3. Sasa kwa hiyo nimekuwa nikifanya haya, wengi wamekuwa wakishangaa sana, lakini mimi sioni tabu kuchimba msingi ukakaa mwaka au miaka 2, lakini nimeshaanza. Kwa hiyo ukianza unakuwa unatunduliza polepole, unapeleka machio polepole mpaka unakamilisha. Kwa hiyo hii siri hii ya wengi hawafahamu, lakini kwa mteja ambaye atapenda tumhudumie, sisi tunachora michoro architectural drawing kwa nyumba za kawaida, na pia tunafanya quantifications, kwa maana kwamba tunatoa tathmini ya ile jengo kwamba ni kiasi gani, na pia tunatoa elimu ya construction management, kwa maana kwamba unapokuwa unajenga nyumba, je, unafanyaje kiurahisi? Unaposema unaanza na 30,000 ama milioni 1 au 500,000, haimaanishi, unaweza usipate picha sana, lakini ukiwa na sisi
tunakushauri kuanza ujenzi hata kama una 50,000 unaweza ukaanza tu, sisi tutakuelekeza namna ya kufanya. Wako watu ambao wameni approach, wako watumishi wa Mungu wengi, mapastors, tumeweza kuwasaidia kwa njia hiyo, ama wafanyabiashara wadogo au waajiriwa wadogo. Pia tunakushauri nyumba ambayo ni maintainable, nyumba ambayo unaweza ukaimaliza. Kikubwa tu utuambie nafasi yako ya pesa, kama income yako kiasi gani. Sisi tunakutengenezea plani nzuri ya kuweza kujenga nyumba yako. Uwe tuna kiwanja, sisi tutakihakiki kiwanja chako, ardhi tuone kama ni halali, market. Tukijenga nyumba bila kuhakiki itakuwa tabu. Na wewe tuwe tuhakiki kiwanja chako tukujengee. Lakini sio hivyo tu, pia napokujengea sisi tuko registered kwenye maduka makubwa kama Nabaki Africa, Alafu, sisi na makampuni mengine. Sisi tuna vyeti vyetu pale. Kwa hiyo sisi tuna kipunguzi kikubwa, punguzo discount kubwa kuanzia 5 mpaka 20%. Kwa hiyo unaweza ukanufaika. Lakini pia sisi tunafahamu quality ya material, kwamba hii inatumika hivi. Maana kama ni choo ni choo, lakini sisi tunakijua quality yake. Nondo ni nondo, sinajua quality yake, hii sio sawa. Kwa hiyo unapata kitu ambacho kipo. Wengi wanafikiri kwamba ukiweka contractor au ukimpa engineer wana gharama sana. Sasa ni kinyume chake. Mafundi ambao sisi ndio tunawatumia, wanapokuwa wakutana na mteja, wanafanya kulingana na uzoefu wao. Lakini sisi tunakuambia pia kwa nini tunataka kumwaga zege hapa la kiwango hiki, unatumia mifuko mingapi, tunakueleza vizuri. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo mtu kama akitaka kuja, sisi tunajenga nyumba ya aina yoyote na mahali popote anapotaka, na sisi tuko vizuri, tunaweza kumsaidia mtu kwa namna anavyotaka. Hata income yake au kipato chake ni kidogo, bado tutamsaidia. Kwa hiyo mimi na watia moyo sana wafanyabiashara wadogo na waajiriwa ambao wana mishahara midogo kujenga nyumba, na pia kwa urahisi, na pia wafanyabiashara wa aina yoyote kwa ujumla wawe tu na ujasiri wa kuhakikisha kwamba hesabu yao wanatunza vizuri na wanashirikiana na watu wazuri. Lakini pia nidokeze swala la kodi. Kodi ni kitu kizuri sana. Watu watakiwa kulipa tu kodi za serikali vizuri, kufuatilia mahesabu yao vizuri, ili wawe na rekodi nzuri TRA, wawe na uhasibu wao kwa kiwango chochote kile cha biashara. Usipofanya hivyo, utakuwa unafanya biashara gizani. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wanachukia hata biashara, kwamba TRA wasumbufu. Hapa sio wasumbufu, sisi ndio wasumbufu. Unatakiwa tu ukianza biashara unaenda unawaambia, wanakukadiria, ili uwe ufanye biashara kwa ufanisi na in peace, kwa amani, bila kukimbia na nini. Biashara nzuri ni ile inayofanyika peupe kwa uwazi. Na pia wafanyabiashara wenzangu, tusipende kuwa na tamaa ya kupata faida kubwa kwa mara moja. Hata neno la Mungu linasema wazi kwa kwamba mawazo ya mtu mwenye bidii huelekea utajiri tu, katika Misali. Kwa hiyo unakuta kwamba kumbe hata Biblia inafanya biashara na sisi, ila tu hatufahamu. Kwa hiyo ndugu zangu, nawakaribisha sana. Namba yangu mimi ni 0757941149. Tarudia tena, ni Voda ya 0757941149. Hiyo ndio namba yangu ya simu. Asante sana Engineer Dedede. Je, unaweza ukapatikana kwa wanafunzi wanaomaliza chuo wanaosomea engineering waje kupata uzoefu kwako? Na wakaribisha sana vijana ambao wanamaliza chuo na ambao wanaendelea na chuo. Mimi napatikana, ofisi yetu iko pale Mtumishi House pale Dodoma. Kwa hiyo hapo ukifika
ni house namba 5 inaitwa mtaa wa Ndejengwa Utumishi House pale. Tuna ofisi kubwa, naweza kupika simu hiyo tukakuandalia mazingira mazuri ya kuweza kukupa msaada ambao unahitaji. Na pia kwa Dar es Salaam napatikana Madare, hapa niko Madare ofisi ndogo. Kwa hiyo naitumia hapa kwa Dar es Salaam. Wengi wananitembelea na kuweza kujifunza uzoefu mbalimbali. Kwa kweli karibuni sana wale wanafunzi na wengine tu hata mainjinia ambao wamemaliza shule muda mrefu, labda ana miaka 5 3, ajili imekuwa tabu. Mimi nawakaribisha. Sisi tunawachukua, tunawapa allowance nzuri, tunawapa site. Kama nilivyosema, mimi nilikuwa nalipa shilingi 3,000. Nilikuwa nalipa 3,000. Yaani mtu anakupa kazi, nilikuwa bado tutafungua kampuni. Maana nimeanza kwanza kwa kujitangaza kama mimi ninaweza nikasimamia site. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa hiyo wakawa napewa nasimamia site nalipa 3,000. Lakini baadaye nikafungua sasa kampuni yangu ambayo sasa hivi iko class 6. Na sasa nina vifaa, nina manage. Kwa hiyo ndio nilivyoanza. Kwa hiyo na wao na wakaribisha sana wale ambao hata wale ambao wamestaafu hawana bado wana changamoto. Ukistaafu unakuwa na changamoto. Pia nawakaribisha. Mimi ni mtu mzima pia kama wao. Mimi sijastaafu kwa sababu mimi sijawahi kuajiriwa kabisa tangu nimetoka shule. Kwa hiyo nimeanza tu, nikaanza kama nilivyosema awali, nimeanza kidogo kidogo mpaka hapa nikafika. Karibuni sana waje wanafunzi na hata wajasiriamali wengine ambao sio wanafanya nyingine tofauti. Bado kwanza tukashauriana. Bado kuna nafasi ipo, na wakaribisha sana. Engineer Dedede ameacha mlango wazi kwa yoyote yule, iwe ni engineer, iwe una professional yoyote ile, uwe umemaliza elimu ya sekondari, yoyote yule anaweza kupe ushauri. Na pia mtu anayetaka kujenga nyumba ya aina yoyote ile, hata kama una shilingi 50, njoo muone. Hata kama unataka uanze biashara, bado hauna wazo, bado hauna mtaji, njoo upate ushauri kwa Engineer Dedede, atakusaidia. Namba zake kisha yataja. Basi nikutakie ndugu msikilizaji siku njema, barikiwa sana. Amina. Asante sana Mr. Dedede kwa mahojiano. Asante sana, umenasikia sana ndugu yangu Nyamizi kwa kutembelea na kuona na sisi tunaendeleaje. Asante sana. Tumekuaje katika biashara. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amina.